Kenya mambo ni mengi sana, muda ni mchache. Huyu ni Kimani Ichung'wah, amefungua vita dhidi ya Sifuna ama Edwin Sifuna, seneta wa Nairobi, kwa kusema ya kwamba anajirushia tear gas katika mikutano zake. Lakini the same guy ambaye sahi ako katika serikali ndani, ambaye haoni makosa yote ya serikali, wakati mmoja alipokuwa katika upinzani, hata yeye alikuwa anasema the same, anapigiwa tear gas, vitu kama zile. Amesahau akikimbishana mpaka na polisi kwa sababu ya kuua watu wake wakati ule. Hebu sikiza hii video utashangaa. If the OCPD wants me to lead a demonstration, I will show you, and I'm looking at you, I will show you what it means to lead a demonstration. I will mobilize not this town, the entire constituency, because I will not allow my people to be killed like chicken. No other person will die. How many people are going to die? Anatuambia tunataka ati tunatafuta maiti. How many are you going to kill? So wakati wake alikuwa anapiga makelele kwa sababu ya watu wake kuuliwa. Kwani watu ambao wanauliwa wakina Sifuna ambao tunaona na kabisa tukaona kijana amekufa, sio watu ama sio binadamu? Hebu sikiza akiwa pale katika bunge akisema ya kwamba ni Sifuna mwenyewe anarusha kale tear gas. Yani unaweza ona hypocrisy ya hali ya juu sana katika viongozi wetu nchini Kenya. Sikiza hii video. Niliona juzi mwingine anasema zima hiyo kitu sijui kama nini. This man. Sijui kama bangi, sijui iliitwa nini, mimi sijui vuta bangi bwana speaker, kwa hivyo sijui hayo tamshi ya bangi. Anasema zima hiyo kitu ya kutoa machozi hata kabla ilipuke, kumaanisha alijua hiyo gesi ya kutoa machozi ilikuwa wapi kwa ule mkutano. Wanajua ilikuwa wapi. Hao wachochezi na unikinge kutoka kwa haya matamshi machafu kutoka kwa Mheshimiwa Karoli Omondi. Kama umejiunga na wakabila, mimi usifikirie unaweza kunitisha mheshimiwa. Siwezi tishwa na watu walio na midomo mirefu ya uchochezi. Unajua, ushahidi ya mambo ambayo wanaongea ndio ingeweza kutatua hii kesi. Serikali ifanye uchunguzi na washike ni nani huyo alikuwa na hicho kitu. Kuna video, ilikuwa ni mkutano wa hadhara. So mimi naweza tetea sana Sifuna kwa sababu siku moja hakuna jinsi ambavyo unaweza jirushia tear gas alafu uanze kufuata mapolisi aina hii. Yani ukiwapigia makelele mpaka polisi wanatoroka. OCS anatoroka kwa sababu ya kuona makosa yake. So inakuwa ni ushahidi kabisa ya kwamba ni wao wametupa na wanaogopa na wanaona aibu. Sikiza hii video. Wewe bwana OCS, wacha kutoroka wananchi bwana. Wacha kunitoroka, mimi nakuita kama Mkenya mwenzako. Uniambie unanipiga tear gas, nimefanya nini? Tumefanya nini? Tunapiga tear gas. What have we done? Ndio huyu OCS huyu, kwa nini anatoroka wananchi? Unakimbia kwa nini? Tuambie unatupiga tear gas, tumefanya nini? What have we done? Wacha tuongee na OCS bwana. Wacha tuongee na OCS. OCS, wacha kutoroka. Wacha kutoroka wananchi. Wacha niongee na yeye bwana. Bwana OCS, we are looking to you. Why are you here? You know our officers are here. We are with you. Why are you thinking us? Tumekosa nini kuimba hapa tu? Kuimba. Bwana OCS. Officer, why are you doing this? Why are you doing this? Tumekukosea nini? Tumeharibu nini? Tumekukosea nini? Mbona unaharibika? Mbona unaharibika? Unakimbia kwa nini? Why are you running away? Bwana OCS. Anatoroka nini na niende anakupiga tear gas? Bwana mtanzi. Sasa sisi tunafanya makosa gani? OCS anatoroka kwa nini? Anatoroka bure. Sisi tunataka kuongea na OCS These are members of hatuna silaha, tuende kwa ofisi yako. Kuongea na wewe sasa. Hiyo ukifanya hiyo. Usiongee na wananchi bwana. Na kuambia ile comeback ambayo tunaogojea kutoka kwa Sifuna dhidi ya Kimani Ichung'wah itakuwa ni kali sana. Ni mbaya sio mbaya. Wacha tusikie
kwa ujumla jinsi ambavyo Sifuna alizungumza kuhusu yale katika maombolezi ya ule kijana ambaye alikufa kule Kitale, kutokana na hizo vita ambazo polisi wenyewe ndio walizianza dhidi ya mkutano ambao Sifuna alifanya kule Kitengela. Sikiza hii video tukisonga. Wewe unataka kuniambia ya kwamba mimi Sifuna naweza kutarajia kwamba nitatoa fedha zangu mimi mwenyewe, niandae mikutano, kisha nipige tear gas mkutano wangu mimi mwenyewe, kisha tumshike yule ambaye amepiga tear gas tumpige tena sisi wenyewe? Itawezekanaje bwana? Itawezekanaje? Tunataka kuambia kwamba hatutatishwa. Wakenya wana uhuru wa kutembea, Wakenya wana uhuru ya kushirikiana, Wakenya wana uhuru wa kuzungumza na kusema mambo yao. Tunataka katika mfumo wa demokrasia kila mtu apewe ruhusa ya kusema mambo ambaye anahitaji kusema ama anafikiria kwamba ni sawa kwake. So sisi tunataka tusimame na familia hii ndogo na nataka tuhakikishie kwamba tutasimama na nyinyi, tuhakikishe kwamba Vincent amepumzishwa, kwamba haki itapatikana, iwe ni leo ama baada ya uchaguzi wa mwaka 2027 wakati ambapo tumefurusha serikali hii dhalimu, lakini ukweli wa mambo ni kwamba lazima haki itapatikana. Kwa hayo mengi sisi tunasema tu pole na tunaomba kwamba Mwenyezi Mungu aweze kuwafariji wakati huu mgumu. Maybe katika practical mambo ni tofauti, lakini theory ni ukweli kabisa. Mbona aweze kuumiza watu katika mkutano wake ambao ameufanya ye mwenyewe? Lakini sasa Matiang'i ndio ni kama dawa yao, kwa sababu akiwa katika mkutano wake kule Kisii alisema kwamba atapambana na wale ambao ni wahuni, wale ambao ni wakora, wale ambao wamepatiwa pesa kukuja kuvuruga zile mkutano zao. So ni kupelekana moja kwa moja, mkiiba tunaiba, mkileta maguns tunaleta maguns. Hapo tukielekea 2027 hawa si watu wa kupembeleza. Kama wameshindwa kulinda wananchi, basi wananchi huenda wakachukua sheria mikononi zao, kwa sababu hakuna otherwise ingine, hakutakuwa na njia ingine ya mpito. Sikiza hii video ya Matiang'i usikie kabisa jinsi ambavyo anaonya viongozi kama Simba Arati kuintimidate viongozi ambao wanaingia mlengo wake ama upande wake. Sikiza hii video tukisonga. Hii style hii MCS wanatishwa hapa eti kwa na Matiang'i musangerekano go wakwa. You actually don't know what you are trying to play with. Mochako gendike sakwenge njeka na mogo to iraga abuto chago pimana na inu iko mora nganye. I'm telling you, kwa sababu natali boygo. Yeah, so to aromo lembe to sikane to sikabara ibaito no emba liba kere chikura. To basike kero montako de tamu ya yale melite ngoli ya paka kore ndukie akole. Lakini talinga iko chago tianira abantu bande obatebi umuntu nabatebi abantu nganje ndagokorere Matiang'i aba kuzimwanje nkoru ngakyo yani nganje ndagokorere Matiang'i okwerora kugunkwara nganjore ngakyora nkole aba kusia wansi no bakole batige manganaya wache hii maneno tomenye no molembe naende batwara masikani to igwana nire lakini nyamba batwara masikani na botoko babundisa masikani talibo mwabundisa abantu banda masikani town ya igoro na keroka bakababundisa na ene tigamba tebi dero tinde tukwera na maego on this matter onyo monto ochiko tema ko interview ne mesangerikano yeito to koraga na botoko morokia masikani tomo bundiza to igona nire. That is it. Basike na into to basike. I will respect them. I have restrained myself because I carry the burden of leadership with responsibility. Tosika bantu bali to once bunegesa ntu anakoramana bawanya chaemba gamba onyonka gamba ga sagini gamba ga ntu anakoreme kone yenga onyo oyo ndongwa na bega bana emya ejitamu bere ntu anakorra bantu ne miore town yemeyo tikiango yani yemeine robo gambi hapana tosika bantu baito egende ekera kyo goita abantu baminto oitera manyinga yo mugusi ngandege soko liyo bogambi otivendi bogambi bwao. I can tell you tego koira ndonze. Asanteni sana na karibuni sana. Kwa majina yangu naitwa Kip Zakari. Kenya mambo ni mengi sana, muda ni mchache, na kama ni mara yako ya kwanza kabisa kufika hapa siku ya leo, mtazamaji mwenzangu, na kuomba uweze kusubscribe, like and share. Inapoenda kuwekea video kama hizi za kisiasa, unakuwa kwanza kabisa kupopin na kupata uhondo wa siasa zetu nchini Kenya, Afrika na dunia nzima, bila kuegemea side yote ukabila, siasa wala dini.